Turn left onto Grandview Drive. Alright guys, so I don't know, like rafiki yangu mmoja ambaye tunafanya naye kazi leo ana party, so like she invited us, so nimekuja hii destination, lakini sijui kama ndo hapa, maana naona papo kimya kweli kweli, lakini sina uhakika kama ndi hapa au nimepotea, kwa sababu nimepewa address na address inanielekeza nifike hapa, lakini nimefika ile eneo so quiet, to be honest. Wasema itaanza saa 12 jioni. Sasa hivi ni saa 11 dakika 51. Before we continue, right? This is outfit check. Nimevaa very simple kwa ajili ya hii party. Tukianza chini, viatu ya kawaida tu, mnyama. Suruali yangu ya kawaida. Alright guys, wacha tuingia kwenye party, tuangalie what is being installed for us in this party. Let's have fun. It's a 4-day weekend. Happy Easter for those who celebrate Easter. Wa Kristo, ndugu zetu wa Kristo. Yeah, so let's see what we're gonna have tonight. Let's see where shit. I'm just so excited. I'm so excited. Let's go. Okay guys, nimeiona nyumba ambao wanafanya party, ila namsubiri mtu ambaye ananialika, kwa sababu watu wengi ni nyumba hiyo hapo. Hiyo nyumba ndo kuna party hapo. Naona hiyo nyumba hapo ndo kuna party, lakini ubaya ni kwamba wewe mtu ambaye anafanya party ni Mwafrika mwenzetu, lakini simjui. Kwa hiyo mimi nimealikwa na mfanyakazi mwenzangu wa kike kwenye hiyo party. So namsubiri, na yeye hajafika hapa bado kwenye eneo la tukio. So I'm here, I'm gonna be waiting for her to arrive. Akishafika, na siwezi nikaenda tu nyumbani, nikaingia tu nyumbani kwa watu bila kuwa na mtu mwenyeji wangu. Kwa hiyo namsubiri mpaka afike. Akifika, yes, na kama unavyojua party imeambiwa inaanza saa 12 kamili wa Afrika. Waafrika kawaida yetu sisi hatuendani na muda. Tunashindana na Marekani kweli kweli. Marekani wanaendana na muda, lakini sisi tunaishi Marekani, lakini bado tuna kidogo bado tuna zile kimentali za Kiafrika. Hatuendani na muda. Angalia kama hivyo. Party ilitakiwa ianze saa 12 kamili, bado watu. Although naona magari hapa mengi. Watu wamepaki mandinga yao. Umeona mandinga kwa ajili ya parties. Watu wote wanahisi wamekuja kwa ajili ya party. Angalia hizi nyumba hapa zozunguka. Nikisema siku moja nikitaka nimiliki nyumba Marekani, this kind of neighborhood unatakiwa ununue nyumba. Kama una mpango wa kununua nyumba Marekani, au upo Marekani na uwezo wa kununua nyumba, umeona? Hizi ndo neighborhood au neighborhood kwa Kiswahili na nini? Mitaa ambayo unatakiwa ununue nyumba. Usinunue ghetto. Marekani kuna sura mbili ya Marekani. Sura moja ya Marekani is very ghetto. Watu wanakunywa, wanavuta mabangi, uhuni mwingi, mabastola nini, yani uhuni huko ni ghetto. Lakini ukitaka sehemu nzuri, nunua nyumba sehemu kama hizi. Nice neighborhood. Umeona, watu hawana haja kuweka fence, watu wanalaza gari zao nje kama hivyo unavyoona. Pametulia, kimya, hamna makelele mingi. Marekani watu wanapenda kuishi hivi. Umeona? Na ndio maana watu wengi wanashangaa kwa nini watu wakija Ulaya, wakirudi nyumbani wanabadilika tabia. Wanakuwa na tabia, hata wakija kutembea Bongo labda au Kenya, hawana zile tabia tena. Wanakuwa kama wameadapt tabia za kizungu, kukaa ndani, kutulia, kurelax, kwenda sehemu ambazo tulivu, hazina makelele mingi. Unashangaa, hawa jamaa vipi hawa? Umeona, wakati wa Bongo tumezoea kuchanganyika, kwenda kwenye mipira, kwenda wapi, kwenda yeah, of course.
huku Ulaya watu ukienda kwenye party umealikwa au uende club. Other than that you stay at home, kama hivyo unaona kimya, watu wametulia, wamekaa ndani. Kwa hiyo haya maisha ukiishi kwa muda mrefu Ulaya, ukija Bongo kuanza kuishi maisha tena ya Bongo, kuanza kuchanganyika kama maisha ya Bongo yalivyo, inakuchukua muda kuadapt, kurudi tena kwenye uhalisia wako, maisha ya kizamani. Ndio maana unakuta kama sisi tushazoea maisha yetu ndani, unatulia zako, unacheza game, unaangalia movie, ukialikwa kwenye party, yes of course unaenda, labda ukitaka kwenda club kidogo unaenda, lakini other than that majority of your time unakaa ndani. Umeona hivi? Na kumekuwa kimya. Ulaya ndio maisha yao hivi, na wanapenda hivi. Yaani haya maisha haya wewe, kwa hiyo unaweza sema mimi siwezi kuishi mitaa hiyo, kumepooza sana. Lakini kwa wenyewe this is the lifestyle. Wanapenda, wamejifungia ndani gari wamejifungia ndani kiyoyozi, wanakula maisha. This is so nice neighborhood, bro. I'm not gonna lie. It's a bit talking. Sitaki kwenda hapo. Umekuwa kimya. Namsubiri mwenyeji wangu aje. Ndinga yetu ya hapo. Japo tujaiosha, tumekuwa wavivu wa kuosha gari wiki yote. Sometimes unachoka masuala ya kazi ya kila siku, unachoka. Masuala ya kuosha gari huna tena. Yeah guys, najua muda mwingi sijaongea na nyinyi, lakini sometimes life is lifing, bro. Nakuwa busy Ulaya huku, kuna muda mwingine mambo yanasumbua, huna muda tena kuanza kushow off, masuala ya kuonyesha kutembea na makamera kila sehemu unaenda. Yeah, unachoka tena masuala ya kuwa na makamera. Lakini tukipata muda mara moja tunasema hey, what's up YouTube? Yeah. What's up YouTube? For rent. Ana nyumba hiyo imesema for rent. Inakodishwa. Ni mipango mizuri. Kinunua nyumba Marekani afu ukakodisha, you make a good money. Yeah guys. Wacha tumsubiri mwenyeji wetu tuanze tuangalie party inaendaje. Naleta mazagazaga kibao. Naleta mazagazaga so mengi sana, maji, soda hizo. Usiende kwenye party ya watu mikono mitupu. Maybe I should do that. Maybe wengine niende hapo ndani kuwapelekea hayo maji na mazagazaga, so at least yeah, so I don't have to stay in my car this whole time. It's been ended. I'm from Tanzania. Yeah. Oh, my wife is from Tanzania. Your wife is from Tanzania too? Yeah. That's what's up. I'm gonna say hi to her. Is she here? Yeah, that's what I'm going to bring her. Of course. Oh yeah, that's gonna be awesome. Yeah, that's gonna be awesome. We're gonna be speaking some Swahili tonight, man. Yeah, I'm taking a little video. Is that okay? What? I'm taking a little video though. Yeah, it's Yeah. fine. Okay. It's fine, bro. Okay. I'll bring the rest of them. Don't worry, man. I got you. It's going to be lit tonight. It's gonna be lit for sure. We're gonna have a blast. Really? Yeah. So, I mean, it looks kind of like slow right now. yeah. You come early, you get a good parking spot. So you... All right, man. Let me just bring this stuff in. All right, guys. As you can see, I told you, like, I don't know them, but African, we're brother, bro. All you gotta say is hi, and then everything else happens from there. All right. I'll put my stuff over here. Mona. Waafrika wenzetu, sisi wa Afrika ni ndugu bwana. Simona. Mwenyeji wangu ambaye anaalika bado hajafika kwenye party, lakini at least nimekuja. Waafrika ni watu moja wa karimu sana. Waafrika ni watu, sisi wa Afrika tuna roho ya karimu sana. Siwajui, hawanijui, ila ni kwa sababu tumeconnect na asilia yetu moja, tumetoka Afrika. Nimekuja nimewasalimia, nimwambia nina vinywaji kwenye gari yangu, ninaweza kuvileta. Japo mkuu wa mtu alionialika hajafika. Akaniambia, yeah, of course. We are African. Tayari shakuwa my brother. Na ndugu. Kwa sababu niwapelekea hivi vinywaji. Yeah, man, this is life in America, bro. Ukifika ndani ya Marekani, subiri niwaambie watu kitu. Wageni ambao wa Afrika wanakuja Marekani. Kija Marekani ni nchi ambayo kwa Afrika wengi tunakuja mmoja. Tunakuja hauna familia yako kubwa huko. Kwa hiyo familia unakuja kutengeneza ni marafiki, ni Waafrika wenzako ambao utawakuta huku kutoka pande tofauti za dunia za Afrika. Wengine wanaweza kutoka Ghana. Sorry.
Oh yeah. So thank you. All right. Yeah. Kwa hiyo guys, kama hivyo Waafrika wenzako utawakuta hapa Marekani ndio ndugu zako. Mimi nimejifunza hicho kitu. Waafrika wenzangu najaribu kuweka karibu kwa sababu ndio ndugu zangu ambao to do and die. Nikipata tatizo, nikiwa na shida yoyote, hao Waafrika wenzangu ndio ndugu zangu. Haijalishi wametoka Ghana, Ivory Coast, sijui Liberia, Tanzania, Kenya, I don't care. Those are my brothers. Those are my sisters and brothers. Yeah. All right, man. Shit. This one full? I'll put it in there. I'll just be walking around because I'm making like a vlog or something. All right. Okay, so kama hivyo, umeona ndugu, kama waambia, ukija hapa Marekani ukijifanya mjuaji, umejitenga kivyako, unakosa vitu vingi. Kwa sababu Marekani watu wengi huku ni watu wa asili ya huku, wazungu, umeona. So ukipata Waafrika wenzako, connect nao vizuri, like your life will be so much easier. Utajua madili, utajua utafanikiwa, utafika mbali. Pia kitu cha kuwa mwangalifu na jamii. Japo kuwa Waafrika ni ndugu, lakini still you have to be cautious na jamii, hata hiyo ya Afrika ambao unajichanganya nao. Kwa sababu kuna jamii, sio kila jamii, kila Mwafrika unamuona yupo Marekani ni mtu ambaye mzuri wa kuwa naye karibu. Kuna wengine they can ruin your life. I will be honest with you. So wengine kuna marafiki wengine japo hapo Marekani, lakini vichwa vyao unajua wanajiingiza kwenye matatizo. So don't be around those kind of people. Lakini ukiwa unamuona kuna mtu Mwafrika mwenzako Marekani anapiga hatua, ana mafanikio kiasi fulani, those are the people you need to be surrounded with, right? They're going to help you to achieve your dreams, right? Kwa sababu tumekuja Marekani, tumefika Ulaya sio kuja kupiga picha. Tumefika Ulaya kutengeneza maisha yetu, kubadilisha maisha ya watu ambao tulioacha nyumbani. Like we want to live life. This is life, right? Haya ndo maisha. Like you don't want to stress. Like you are here to make money, to live life, to be able to travel the world. Sababu yes, Waafrika so watu kukaa so tumeandikiwa bwana, ukiwa Mwafrika lazima uwe labda maisha yako maduni. Like no, you have to live life, you have to enjoy. So yeah, tupo Marekani. Huo ni ushauri wangu tu mdogo, sitaki kuongea sana. Kama unavyoona sasa hivi ni kipindi kinaenda cha spring summer, jua linachelewaga kuzama. Kama sasa hivi ni saa 12 jioni, lakini bado jua kama hivyo unavyoliona linamulika. Yeah. So kingine nimekumbuka nilipokuwa naongea na jamaa mmoja huyo ananiambia mke wake ni anatoka Tanzania. Sababu ameniuliza, unatokea wapi? Nikamwambia natokea Tanzania. Akanikumbuka ananiambia, my wife is from Tanzania too. I was like, okay, so I'm looking forward kumuona mke wake. Kwa sababu najua tutapiga Kiswahili, tutabonga Kiswahili, kwa sababu kitu kimoja ambacho nimekuja kujifunza. Ukiwa mbali na nyumbani, unaithamini lugha yako ya nyumbani so much, kwa sababu it's so rare kumpata mtu ambaye ni Tanzania mwenzako au Mkenya, mtu ambaye mna connect katika language, katika lugha. Mara nyingi hata tukikuta Afrika wenzetu tunakuta wametoka Senegal wapi, so like it's so hard to connect. Kuna mtu ananipigia, ndio niwapokee simu. What's up? Okay, I'm a gentleman, man. I gotta take care of I'm gonna open the door for you. You got the drink already? Yeah, I put a drink in the fridge, but Siwa's not here, so there's other dudes right here. She's not even living here. This is not her house. Oh, really? Yeah. Yeah, there's more people coming in. Oh, yeah. Yeah. You guys just start enjoying yourself. Yeah, if you drink, there's more fucking alcohol there. I don't know if you drink, but these are the stuff. Yeah, like, oh my God. I got. We have a tip for the ice. For the ice? Okay. Yeah, we went for the ice.
Yo, you can take it. Yeah, you can take because the ice is not here. That's why. No. He doesn't drink. He was looking at this. Okay. Yeah, there's a water right here. There's your drinks you requested for. And then So let me know how much it was. there's a Fanta somewhere. Yeah, there's a Fanta somewhere. I don't know. Where'd you put the Fanta bottles? Oh, there. So I told Sanya that every time there was a party, he needs to invite me over. He never did. Alright guys, mimi naondoka kwenye party hapo. Nenda zangu nyumbani, siwezi nikakaa usiku. Sasa hivi ni saa 4 ya usiku. Saa 4 ya usiku na nimechukua chakula vya kutosha, nimekula, nimesaza na chakula hapa napeleka nyumbani pia. Ya ndugu yangu, nashukuru wadau wangu wa hapo. Bwana, cha kushangaza bwana, nimekutana na Mkenya mmoja kwenye hiyo party. Ndio maana unatakiwa uchanganyike na Waafrika wenzako kokote ulipo Marekani. Changanyika na Waafrika wenzako bwana. Yeah man, nimekutana na Mkenya mmoja na nimekutana my light. Na nimekutana na dada yangu wa Kitanzania. Can you believe that bro? Nimekutana na Mtanzania na nimekutana na Mkenya mmoja. So mmoja nimeshangazwa. Kusema kweli, watu wengi hapa, Waafrika wengi hapa nawakuta nilikuwa siwajui before. Nilikuwa namjua Mwafrika mmoja tu ambaye anafanya naye kazi. Mbona kani invite kukutana na Waafrika kibao kutoka kila sehemu. Ghana, Guinea, Liberia, wherever. Na nikakutana na kaka yetu wa Kikenya ambaye yupo kwenye jeshi, na yeye ni mwanajeshi, yupo jeshini miaka 11. Miaka 11 yupo jeshini na alikuwa enlisted, sasa hivi anaenda kuwa warrant officer, anakaribia kuondoka. So tumebadilishana namba, lakini anaondoka na siku kama 10, ana siku chache kabla hajaondoka. So like I was so disappointed. Nimehuzunika sana kusikia hivyo ananiambia anaondoka. Like but at least we exchange number, right? So now at least najihisi zipo peke yangu na Mkenya na kaka yangu wa Kikenya, na nimekutana na dada yangu wa Kitanzania pia. So she's so nice, so polite, so generous. Nimefurahi sana. Hii party ni Mungu amenileta hapa. So nimefurahi sana kuliko hata chakula, kuliko hata party yenyewe. Nimefurahi kwa kuwa nimekutana na ndugu zangu wa East Africa. Hicho ndio nimefurahi kikubwa kuliko hata chakula, party, music. No, all of that is just useless to me. But kukutana na ndugu zangu wa East Africa, oh my God, oh my goodness, I'm so happy bro, I'm so happy. Yeah guys, tumeenjoy, tumejifurahi na sasa hivi muda wa kuondoka nyumbani. Yeah, hiyo ilikuwa tu vlog ndogo. Nilikuwa sina mpango wa kuvlog sana leo, lakini nilikuwa na vlog ndogo tu. Basi, until next time. Bye bye, like and subscribe. And kama una ushauri, una nini, comment hapo chini nione ushauri wenu. Mnapenda video nyingi, maana nimepunguza kufanya video siku hizi, nimekuwa mvivu sana kufanya video. Lakini kama una swali, maisha ya Marekani yapoje, kitu gani unapenda kujua kuhusiana na Marekani, chochote unataka kujua kuhusiana na Marekani, una maswali yako, ask on the comment below. Nitakurudia, nitakujibu. Yeah guys, we're about to live life in America. Bye.